Luka 15:22 anasema, lakini baba yake akawaambia watumishi, leteni upesi joo lililo bora sana. Lakini akasema, tieni pete wapi? Kidoleni mwake, na viatu wapi? Miguuni mwake. 46. Miguuni pake Yesu, maneno yake tamu, pahali palipo heri niwepo kila siku miguuni pake Yesu. Nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Basi tuombe. Rafiki yangu, Mungu naelewa mimi kwenye hii kazi yako ni mdogo sana. Naomba wewe ukaseme, alafu mimi ninyamaze. Naomba wanadamu wangu kawe chini, alafu Mungu wako ukainuliwe. Ninaomba hivyo kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Lakini beti la pili, miguuni pake Yesu, hapa pahali bora, pa kuweka dhambi zangu, pahali anafanya sala. Wapendwa, unaweza kunikumbusha tumesoma fungu linatoka kitabu gani? Asante. Luka ni mataifa. He was a Gentile. Alikuwa ni mataifa. 14. Lakini Luka alikuwa ni mchoraji. He was a painter. Pastor anajaribu kusema nini? Kumbe sitakiwi kusubiri mpaka niwe mchungaji ndio nifanye kazi ya Mungu. Hapana. Ninaweza nikawa tu ninauza nyanya zangu hapo, ninauza vitunguu, ni mwalimu tu wa shule ya Betheli, lakini bado ninaweza nikawa ninaifanya kazi ya Mungu. Na ndio maana anasema ya kwamba fanyeni kazi zenu. Fanyeni kazi zenu. Lakini kitu ambacho kinatofautisha uandishi wa kitabu cha Luka kutoka kwenye vitabu vingine vya Injili, Luka anamwakilisha Yesu ambaye anafika kwenye maisha ya watu ambao wanaonekana wametengwa. Pastor unajaribu kusema nini? Kwenye kitabu cha Luka, kwenye Luka 2:38, Nabii Ana miaka 84, wanawake hawana thamani kipindi hicho, lakini Nabii Ana eti ndio anatoa taarifa ya kuzaliwa kwa Yesu. Lakini pastor, kwa nini unasema waliotengwa? Nitakwambia Luka 5:29. Anakaa na bwana mmoja ni Lawi huyu pamoja na watoza ushuru wengine. Watoza ushuru ni wadhambi, wanatengwa hawa. Lakini Yesu anakaa na anakula nao. Lakini Luka 7:38, eti ni mwanamke ambaye ni mzinzi, kiuhalisia ni mdhambi. Lakini wengine wamemtenga huko, lakini eti yeye kwa nywele zake anakuja na anasafisha miguu ya Yesu. Na watu wanashangaa. Lakini Luka
Luka 10:33 ni Yesu eti anagusa eti hapo tunazungumzia habari ya Msamaria, mtu ambaye amepigwa, ameteswa, wengine wamemtenga, lakini Msamaria ambaye anabeba taswira ya Yesu, yeye anamsaidia. Lakini Luka 17:14 anawasaidia wenye ukoma. Luka 19 mstari wa kwanza mpaka wa 10, eti kisa cha Zakayo ambaye ni mtoza ushuru. Eti Yesu anapita Yeriko na anakwenda mpaka kwenye nyumba ya mtoza ushuru. Samahani kidogo, ngoja nikupatie ranking za wenye dhambi kwa kipindi hicho. Walishaweka ranking zao ya kwamba mdhambi mkubwa wa kwanza ni mzinzi, kipindi hicho cha Wayahudi. Mdhambi mkubwa wa pili ni mtoza ushuru. Mdhambi, kundi yote ya wenye dhambi, eti yeye ndiyo anakaa nao karibu. Samahani kidogo, wapendwa mlioko hapa, hebu tuwe watu ambao tunakaa karibu na watu waliotengwa kwenye jamii. Samahani kidogo, kuna mtu amekuja kwenye ibada ya leo, akijitazama anaona dhambi alizonazo na anahisi ni kana kwamba hafai kwenye jamii. Ninawaletea kitabu cha Luka ambacho kinamleta Yesu, ambaye hata kama unahisi ya kwamba hauthaminiwi kwenye jamii, Yesu anakuthamini. Fungu linatoka kwenye Luka 15:22. Kwa hiyo nimekutengenezea taswira ili nikulete kwenye Luka 15. Mstari wa kwanza ni mwendelezo wa Yesu kukaa na makundi ya watu waliotengwa kwenye jamii. Na ndiyo maana eti anakaa na watoza ushuru. na Mafarisayo wanapiga story, wanasema huyu bwana mkubwa, huyu bwana mdogo, inakuaje? Mbona anakaa na watoza ushuru? Ndipo hapo Yesu anatoa mfano mmoja, one parable, ambayo imegawanyika mara 3 kuwajibu Mafarisayo na Masadukayo, kwa nini ninakaa na wenye dhambi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza anasema bwana mmoja ana kondoo 100. Mmoja akapotea. Alipopotea akawaacha wengine wangapi wapendwa? 99 na akamtafuta mmoja. Pati ya kwanza ya mfano. Pati ya pili anasema mwanamke mmoja ana shilingi 10. Shilingi moja tu ikapotea. Akaitafuta ile shilingi, alipoipata akafanya pati. Alafu sehemu ya 3 sasa ya mfano, ambayo mimi ndio ninatamani siku ya leo itupatie tafakari. Anasema kwenye familia moja kulikuwa na watoto 2. Wapendwa, nimesema watoto wangapi? 2. Kijana mkubwa na kijana mdogo. Kijana mdogo anakwenda kwa baba. Mimi nikiangalia hii familia nitawaambia ni familia ya kitajiri. It was a royal family. Anakwenda kwa baba, anamwambia baba, mzee, ninataka unipe changu. Brother Mkwao, ninataka unipe changu. Ninataka urithi. Ngoja niwaulize wapendwa, kwani mzazi anatoa urithi kipindi gani? Baada ya nini? Ya kukata moto, si ndio? Hicho ndio kipindi ambacho mzazi anatoa urithi. Eti bwana mdogo pasta anasema ninataka urithi, na baba ana afya njema. Kwa hiyo pasta anajaribu kusema nini? Kumbe kuna mambo yanaweza yakawa mazuri, lakini kama muda sio sahihi, hayo mambo yanaweza yasiwe na faida. Time factor. Na ndiyo maana Mhubiri 3 mstari wa kwanza anasema kila jambo na wakati wake. Sawa mahusiano, sawa, haina shida, lakini haya mahusiano kama yanaanzishwa katika muda ambao sio sahihi, yani kipindi watu wanaiona ndoa, haya mahusiano hayatafika sehemu yoyote. Time factor. Kwa hiyo anasema baba, nipatie kilicho changu. Baba anafanya kitu kimoja cha kipekee sana pastor. Eti Biblia inasema akachukua sehemu ya mali akampatia bwana mdogo. Alafu eti akachukua sehemu nyingine ya mali akampatia bwana mkubwa. Baba, kwani kijana mkubwa
kwa utaratibu wa Kiyahudi, ukisoma Kumbukumbu la Torati 21:17, bila shaka mkubwa alipatiwa 2 ya 3, mdogo alipatiwa 1 ya 3. Kwa hiyo pastor anajaribu kusema ni Mungu anathamini uchaguzi wako. Kumbe inaweza kuwa huyu mkubwa pastor hajamwendea tu baba kusema ninaomba urithi, lakini moyoni kuna kakitu moyoni. Yaani wewe baba ujui tu, lakini kuna kakitu moyoni. Na ndio maana Yoshua anawaambia katika Yoshua 24 mstari wa 14 mpaka wa 16 ya kwamba chagueni hivi ni nani mtamtumikia. Mko huru kuchagua. Na ndio maana Mungu anapoweka Adamu na Hawa anawaambia miti yote mnakula, lakini huu mti msile, and then you are free. Mko tayari, mko huru kuchagua. Wapendwa, nimekuja kuwatia moyo. Kuna wengine tunaweza tukawa kanisani, lakini kiuhalisia tunatamani yaliyo nje ya kanisa. Pastor anajaribu kusema nini mhubiri? Mungu hajali wewe kutamani vya nje. Mungu anakupa uhuru. Yaani fanya kile ambacho wewe unachagua, wewe umependa. Hicho fanya kwa moyo wote. Na ndipo hapo baba anasema okay, sawa, nitakupa. Kwa hiyo akampatia mali. Anapompatia mali, huyu kijana akaenda kutapanya. Na anapoenda kutapanya hizo mali, eti yuko na marafiki kipindi hicho. Marafiki wapo wanampa kampani ya kwamba tupige mali, tupige bata. Na bata wanapoipiga mwisho siku na yenyewe bata inaisha sasa. Ndipo hapo akili inarudi tena. Samani pastor hujasema kichwa cha somo. Kichwa cha somo ni baba mpotevu. Mwambie jirani yako baba mpotevu. Lakini pastor, baba mpotevu tena. Pastor, hebu tu kabla tujafika hapo kwa baba mpotevu. Kwa nini pastor huyu kijana mwanzoni anahisi ya kwamba anatamani kuwa huru, lakini kumbe anavyoelekea mbali na baba ndivyo ambavyo anaelekea kwenye utumwa, sio kwenye uhuru. Na ndio maana niwatie moyo marafiki zangu mlioko hapa, kumbe dhambi haitufanyi kuwa huru. Dhambi inatufanya tuwe watumwa. Kwa nini pastor unasema hivyo? Kwa kipindi hicho, yani hata Wayahudi, mtu tu ambaye anatunza nguruwe, huyu alikuwa amelaaniwa. Alafu kwa kipindi hicho mwandishi mmoja anasema wa Misri, kama mtu tu anatunza nguruwe, haruhusiwi kuchangamana na wanajamii wengine, haruhusiwi kuoa ama kuolewa na mtu wa kawaida. Kwa hiyo maanisha kijana amefika kwenye viwango ambavyo yeye ni duni sana. Na ndiyo maana Warumi 6:23 inasema mshahara wa dhambi ni nini? Yakobo 1 ukianzia mstari wa 13 anasema tunajaribiwa na tamaa zetu. Inaanza tamaa, inafuata dhambi, alafu mstari wa 15 anasema ile dhambi ikikomaa inaleta mauti. Kwa hiyo wapendwa, dhambi haitupatii uhuru. Kuna rafiki yangu mmoja hapa anasema yani mimi ninapokunywa pombe eti ndio ninaondoa mawazo. Hapana. Hiyo pombe ambapo anakunywa kumbe inakwenda inagusa figo yake, inagusa ini lake, kumbe haileti uhuru wowote. Kwenye familia moja, familia ya Kisukuma. Hapa ni Wasukuma. Sebawawiza ya Makanza. Sasa kwenye familia moja ya Kisukuma, Wasukuma wana utaratibu mzuri sana. Unakuta baba anajenga hapa, lakini basi kuna boma kubwa, ndugu zake wanakuwepo wengi. Baba alikuwa na vijana wawili, wa kijana wa kiume na kijana wa kike ambao ni wa kuzaa. Lakini alikuwa basi na majirani wengine, kwenye boma yake alikuwa na watoto wengine, vijana wengine, wa mjomba, wa shangazi, wa nani wapo hapo. Sasa anasema ilikuja kitu fulani kwa wazazi ya kwamba hawa vijana wako wawili, majirani sasa wanasema ya kwamba wanasadikiwa kuwa wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi pasa. Kwa hiyo wazazi wakawaita wale vijana,
Wakawambia kuna rumors tunazisikia kwa watu ya kwamba ninyi mpo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo wakawakanya. Na walipokanywa kumbe hawakusikia. Ni kweli walikuwa wanafanya. Unajua ilikuwaje? Yaani chumba cha kijana alafu chumba cha binti. Kijana anahakikisha ule usiku ambapo ameshakula chakula cha usiku, ameshiba vizuri, ndipo anawahi ule usiku anaenda kwenye chumba cha binti. Wanafanya wanayoyafanya, alafu asubuhi kabla hakujapambazuka sana, anawahi anatoka kwenye chumba chake, alafu anarudi kwenye chumba chake. Kwa nini? Kwa sababu baba alikuwa na utaratibu fulani, akiamka tu asubuhi anapita pita kwa watoto wake, anajulia hali. Kwa hiyo wakaendelea na huo utaratibu. Na najaribu kuonesha namna ambavyo dhambi haileti uhuru, inaleta utumwa. Na siku moja yule kijana akafanya vile tena, akawahi akaingia kwa binti, lakini siku akachelewa kurudi mapema. Kwa hiyo akatulia mule mpaka asubuhi, saa 12, saa 1, saa 2 asubuhi. Baba anapopita kwenye nyumba za vijana wake, ana hodi anajulia hali. Anapojulia hali, binti anamjulia hali, na anapofungua chumba cha kijana anaona kipo wazi pasta, na hakina mtu. Anamuuliza mama, mbona huyu kijana tumekula naye usiku jana? Na anasema si hatujui. Kumbe bwana, hii siku pasta, angalau basi ingeishia hapo, huyu kijana angetafuta namna nyingine ya kuondoka. Lakini hii siku ilikuwa ni siku ya kutoa magunia ya mpunga. Wasukuma ni wanalima sana. Ilikuwa ni siku ya kutoa magunia ya mpunga ambayo huwa yanawekwaga kwenye chumba cha binti. Sawa. Kwa hiyo aliposikia vijana wanakuja kuyatoa magunia, basi kijana akatafuta kiengo fulani akajitupa akiwa hana apeche akiwa yuko uchi, akajitupa. Alafu vijana wale sasa wanaokaa pale wakaanza kutoa magunia. Maana chumba chake kilikuwa ndio kikubwa. Wakaanza kutoa magunia, toa gunia la kwanza, toa gunia la pili, toa gunia la tatu. Na ndipo hapo kijana aliye mbele, mbona anaona kama kuna kitu cheusi? Mbona kuna kitu cheusi? Na akapiga kelele, akasema, mbona naona kitu kama nyoka? Maana chumba ni kikubwa na magunia ni mengi kiuhalisia, na anaona kitu kama nyoka. Na anapopiga kelele, vijana wengine wanadaka, wanasema nyoka. Taarifa inafika kwa baba. Baba anasema, yaani mnakula ugali wangu wa bure, alafu nyoka tu mmoja. Wasukuma, ukikaribishwa kula, unakula ugali vizuri. Alafu baadaye ukitaka kushukuru sana, shukuru, ndio wanaleta wali. Kwa hiyo kwa Wasukuma wali ni kama matunda. Kwa hiyo baba anasema ya kwamba mnakulaje ugali wangu wa bure, alafu nyoka mmoja. Hakikisheni huyo nyoka anakufa. Yaani basi huyu kijana akasema, kwa ninavyomuona nyoka sio wa kumuulia kafimbo kadogo, ni nyoka wa kumuulia mkuki. Maana chumba ni kikubwa na yeye yuko mbali. Na unajua, wakasema atafutwe kijana ambaye yuko vizuri kwenye shabaha. Kwa hiyo akapatiwa mkuki. Kwa hiyo anasema ninakiona kichwa cha nyoka. Anasema ninakiona kichwa cha nyoka, kumbe ni kichwa cha kaka yake. Kwa hiyo anasema, baba, nimekiona vizuri, ninaweza nikakilenga vizuri. Na ndipo hapo kijana, kwa sababu alikuwa ni mzuri katika shabaha, aliponyosha mkuki wake na kukilenga kichwa cha nyoka, kumbe ni kichwa cha kaka yake. Na ndipo hapo sauti natoka ya kwamba, baba, ni mimi mwanao. Baba, ni mimi mwanao. Wanapogundua
wanagundua ndio kaka, wanahangaika sasa kumpeleka hospitalini, lakini it was too late. Anapoteza maisha akiwa njiani. Unajaribu kusema nini pastor? Kwa hiyo muda fulani vijana wanaweza wakaona zinaa ni sehemu moja bora sana. Zinaa ni sehemu moja bora sana, uwanja mmoja mzuri sana wa kupata furaha ya kimwili. Lakini nimekuja kuwatia moyo rafiki zangu, hiyo zinaa ambayo tunaiona inaleta uhuru, inaleta utumwa ndani yake. Hawa mabinti ambao wanaweza wakasema basi ili nimtunze anioe, basi nimpatie mwili wangu. Kumbe mwisho wa siku ni atakudhalau tu, hata kuona wa thamani, na mwisho wa siku hata kuoa. Na ndio maana mchana wa leo nimekuja kuwatia moyo ya kwamba dhambi haileti uhuru wa aina yoyote. Basi eti kijana sasa mali zimeisha, marafiki ambao alikuwa nao, unajua hawa marafiki ambao muda fulani tunawaona ni marafiki, inaweza ikafika muda wakakuacha mwenyewe. Hawa ndugu ambao muda fulani tunawaona ni wa thamani, yaani kuna muda ambapo unaweza ukapitia hali fulani ngumu, hawa ndugu wanaweza wakakuacha. Na kuna mmoja hapa anasema, pastor wewe unasema tu, yaani mimi hiyo ndio niko nayo hiyo hali, nimeshaachwa, sina rafiki. Ngoja nikupendekezee wapendwa, tunaye rafiki ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Basi kijana anasema nitakwenda kwa baba. Ngoja niwaambie kitu. Anasema nitakwenda kwa baba. Nifuatilieni tu wapendwa, niko mishoni. Nitakwenda kwa baba. Na anasema nitaenda kumuomba baba nifanye. Kwa hiyo kipindi akiwa mwana mpotevu, akili za kimwana mpotevu, anasema baba nipe. Lakini sasa hivi akili zake zimerudi, anasema baba nifanye. Kwa hiyo maombi ya kusema baba nipe mume, nipe mke bora, hayo ni maombi ya mwana mpotevu. Ombi la mtu mwenye akili njema ya kiroho, anasema baba nifanye mume mwema kabla ya kunipa mke mwema. Kwa hiyo kana kwamba ninamuona mwana mpotevu akiwa njiani. Na akiwa njiani wapendwa, ninamuona nikana kwamba anajiuliza maswali ya kwamba ni kama anapiga hatua, anasema hivi dhambi zangu baba atalipokea? Anasema ninaacha kurudi. Lakini kuna sauti pastor inakuja, Mathayo 11:28, Njooni kwangu ninyi nyote. Basi anapata nguvu tena ya kwenda. Ni kama anapiga hatua, anasema yaani nimemwacha baba kwa muda mrefu. Anasema nimeahirisha. Lakini kama anarudi anasema saa ya 1:18. Hai, njooni basi tusemezane. Basi anapata ujasiri. Nikana kwamba ninamwona mwana mpotevu hapa, na yeye ili kupiga hatua anakumbusha dhambi, anasema haiwezekani. Lakini nina appreciate kwa sababu aliweza kufika. Anapofika eti baba, kwa sababu Biblia inasema alipomuona, samani pastor, alipomuona inamaanisha kumbe baba ni kana kwamba ninamuona alikuwa anaamka asubuhi na mapema, alafu anafungua mlango wake, alafu anamtazama mwana mpotevu amerudi. Mwanangu hajarudi leo. Akamuona kesho tena, achoki baba. Anasema kwani amerudi? Hapana. Na ndio maana Ufunuo 3:20 inasema ya kwamba tazama nasimama wapi, hayuko mbali. Eti kuna vitu vitatu ambavyo baba alimpatia mwanae. Kitu cha kwanza anasema lilikuwa ni nini wapendwa, kama tulikuwa makini? Aliagiza nini? Vazi hilo bora. Hapo anasema vazi, Kiingereza wanasema the robe, lakini wa Yunani wanasema stolen.
ilikuwa pasta, ni vazi ambalo walikuwa wanavalishwa watu wenye heshima. Hilo vazi linavalishwa kuanzia juu mpaka chini. Wanavalishwa wafalme na wenye heshima. Huyu mtu ananuka nguruwe. Brother Chacha ananuka nguruwe. Alafu eti baba ngoja niwaamini. Mnakumbuka kipindi cha utotoni? Kipindi cha sikukuu. Umenunuliwa kanguo kako. Na kale kanguo ka sikukuu kale. Eti hiyo siku ikafika ya sikukuu, eti ukaenda kucheza mpira, alafu ukarudi na matope. Unaporudi na matope, eti mama kabla ya kukuvalisha nguo ile mpya atafanyeje brother mkwao? Una matope, atakuosha kwanza. Lakini mbona baba anasema harufu ya nguruwe sio shida kwangu. Mimi ajenda yangu ni kukupatia heshima, ni kukupatia haki. Kwa maana nyingine, wazazi wengine wanaweza wakawa ni kama kwamba walitana. Hebu njooni muone baba mmoja mpumbavu sana. Eti anamvalisha mtu ambaye ananuka nguruwe. Na ndio maana mimi nikasema huyu baba ni mpotevu. Yaani amepotoka kwenye utaratibu wa kijamii. Kwa nini unamvalisha mwanao na ananuka nguruwe? Na kitu cha pili alimpatia nini wapendwa? Pete. Familia za kitajiri walikuwa wanavaa pete. Kwa hiyo anampatia pete kimaanisha you are now accepted. Umekubaliwa sasa kwenye familia yangu. Lakini kitu cha tatu wengi wapendwa ni nini? Viatu. Watumwa walikuwa wanatembea barefoot. Wengi walikuwa wanatembea katika bila viatu. Kwa hiyo anapompatia sandals anamaanisha mwanzoni ulikuwa mtumwa wa dhambi, lakini sasa hivi wewe ni mtoto wa kifalme. Na ndio maana mchana huu leo praise team njoo. Rafiki zangu praise team. Na ndio maana mchana huu leo ninatamani tu nitoe wito. Yaani mchana huu leo ni kana kwamba Yesu anawaambia Mafarisayo na Masadukayo ya kwamba ninakaa na wadhambi kwa sababu nilichagua kuwa baba mpotevu. Yaani nilichagua kuwa baba ambaye ukimweka kwenye vipimo vya kawaida vya kidunia atapelea. Lakini kwa sababu ya mdhambi mmoja mimi nilichagua kuwa baba mpotevu. Na kuna mtu mmoja leo hapa anasema, "Pastor, wewe unasema hiyo ajenda tu ya baba mpotevu, mwana mpotevu, lakini mimi nilipo hapa nikiyatazama maisha yangu ninaona pastor sifai tena." Tunapoimba hapa ninatamani niwatie moyo hawa watu ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili yetu. Alikufa kwa ajili yetu. Baba sina sana. Kwa hiyo nitaenda kutoa wito wa aina mbili. Wito wa kwanza kwa wale ambao siku ya leo wamekuja akasema, "Okay pastor, nimesikia kwamba baba kumbe